Katika safu za milima ya Udzungwa na nyika kavu za Iringa kusini mwa Tanzania, kuna ardhi iliyobarikiwa kwa damu, jasho na ushujaa. Zaidi ya miaka 130 iliyopita, jina moja lilitesa nyoyo za wakoloni wa Kijerumani, jina lililotetemesha utulivu wa Afrika ya Mashariki. Mkavinyika Munyigumba Mwamunyinga anajulikana na dunia kama Chief Mkwawa. Alikuwa chifu wa Wahehe, kiongozi wa kijeshi mwenye mbinu za kisasa na mtu aliyependa uhuru wa watu wake kuliko uhai wake mwenyewe. Wakati ukoloni wa Ulaya ulipoingia Afrika kwa misingi ya bunduki na unyanyasaji, Mkwawa alisimama imara. Hakupiga magoti, hakusaini mikataba ya kipumbavu, alichagua kupigana. Hii ni habari ya simba aliyekataa kufungiwa kwenye ngome. Hii ni historia ya Mkwawa. Mkwawa alizaliwa mnamo mwaka 1855 huko Luhota, Iringa. Alikuwa mtoto wa Chifu Munyigumba, kiongozi aliyefanikiwa kuunganisha koo zaidi ya 100 za Kihehe, navyo kuunda ufalme mmoja wenye nguvu chini ya utawala wa kijeshi. Tangu utotoni, Mkwawa alifundishwa sanaa ya vita. Alijifunza jinsi ya kusoma ramani ya ardhi, jinsi ya kutumia mikuki na namna ya kuongoza wanaume vitani. Hata hivyo, kifo cha baba yake mnamo mwaka wa 1879 kilileta mtafaruku mkubwa wa madaraka. Mnyang'anyi mmoja aliyeitwa Mwambambe alijaribu kupora kiti cha usultani. Mkwawa alilazimika kukimbia uhamishoni nchini Ngoni, lakini damu ya kiongozi haikubali kushindwa. Mnamo mwaka 1880, Mkwawa alirejea akiwa na jeshi kubwa katika mapambano makali na ya umwagaji damu. Alimshindwa na kumuua Mwambambe. Akiwa na umri wa miaka 25 tu, akatawazwa kuwa mtawala mkuu wa Wahehe. Alijiita Mkwavinyika Mahinya Taratibu Mwauyinga. Maana yake ni mkamuzi wa nchi, mtu aliyefanya mambo kwa utaratibu na kuleta dhoruba. Alianzisha mji mkuu wake mpya huko Kalenga. Akajenga ngome kubwa yenye urefu wa mita 4 kwenda juu na kilomita 4 mzunguko. Kalenga ikawa moyo wa himaya ya Uhehe. Mwishoni mwa mwaka 1880, shirika la Kijerumani la Afrika ya Mashariki lilianza kupanua utawala wake kuelekea ndani ya Tanganyika. Wahehe chini ya Mkwawa walikuwa wakidhibiti njia kuu za biashara zilizounganisha pwani ya ziwa Tanganyika. Mkwawa alitoza kodi kwa misafara yote na hakutaka kuona mgeni yoyote akiingia kwenye ardhi yake bila ruhusa. Gavana wa Kijerumani Julius von Soden aliona Mkwawa kama kikwazo kikubwa cha utawala wa Kijerumani. Mnamo mwaka 1891, kamanda Emil von Zelewek alitumwa akiwa na kikosi kikubwa cha askari wa kukodiwa walio na silaha za kisasa, zikiwemo bunduki na mashine ya mizinga. Lengo lilikuwa rahisi: kumwadhibu na kumtishia Mkwawa. Zelewek alitembea kwa maridadi na maringo, akiamini kuwa Waafrika wenye mikuki wasingeweza kusimama mbele ya risasi za Kijerumani. Alikosea sana. Mkwawa alikuwa ameshatuma majasusi wake. Alijua kila hatua ya Mjerumani. Tarehe 17 Agosti 1891, katika bonde la Lugalo, Mkwawa alitega mitego ya kihistoria. Askari wake 3000 walijificha kwenye nyasi ndefu pande zote za bonde. Wakati kikosi cha Zelewek kilipoingia katikati ya bonde, Mkwawa alipuliza filimbi ya mfupa. Piga! Ua! Mshindo wa Wahehe ulikuwa kama dhoruba ya radi. Ndani ya dakika 10 tu, kikosi kizima cha Kijerumani kilisambaratishwa. Zelewek aliuawa, mizinga yao ikatekwa. Ilikuwa ni moja ya vipiko vikubwa vya ajabu kuwahi kutokea na kupata majeshi ya kizungu barani Afrika. Ushindi wa Lugalo ulimpa Mkwawa heshima kubwa sana, lakini pia
uliamsha hisia za utawala wa Benin nchini Ujerumani. Walihisi wamedhalilishwa. Miaka mitatu baadaye, mnamo mwaka 1894 mwezi wa 10, gavana mpya Kenali Frederick aliongoza jeshi kubwa zaidi na lenye kisasi kikali kuelekea Kalenga. Mnamo tarehe 28 mwezi wa 10, Wajerumani walianza kushambulia ngome ya Kalenga kwa mizinga mizito. Kwa siku 2, Wahehe walipigana kishujaa wakilinda mji wao. Lakini teknolojia ya kisasa ilishinda kuta za udongo. Ngome ilianguka, Kalenga ikateketezwa kwa moto. Lakini Mkwawa hakukamatwa, alitoroka na kuingia msituni. Kwa muda wa miaka 4 kuanzia mwaka 1894 hadi 1898, Mkwawa aliendesha vita vya kuvizia ambavyo viliwatoa jasho Wajerumani. Alikuwa kama kimvuli. Leo anashambulia kambi ya Kijerumani hapa, kesho yuko maili 50 mbali. Wajerumani walichanganyikiwa. Walitoa zawadi ya fedha nyingi, rupia 5,000 kwa mtu yote atakayeleta kichwa cha Mkwawa. Hata hivyo, hakuna Mhehe aliyesaliti kiongozi wao. Upendo wao kwake ulikuwa mkubwa kuliko dhahabu ya wakoloni. Lakini njaa, magonjwa na kusongwa pande zote zilianza kudhoofisha kikosi chake kidogo kilichobaki. Mkwawa alibaki na watu wachache sana waaminifu, akiwemo mtumishi wake kijana anayeitwa Magoda. Tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 1898, mahali ni msitu wa Mlambalasi, Mkwawa alikuwa mgonjwa sana, akikohoa vibaya na mtego wa Wajerumani ukiwa umemzunguka. Sergeant Mike wa Kijerumani alikuwa akifuata nyayo zake kwa msaada wa wasaliti wachache wa makabila jirani. Mkwawa alijua mwisho umefika. Alijua akipatikana mzima, Wajerumani wangemfedhehesha, wangemfunga minyororo na kumwanika mbele ya watu wake kama mfano wa kushinda. Simba wa Uhehe hakuweza kukubali hilo. Alimwamuru mtumishi wake Magoda akusanye kuni na kuwasha moto mkubwa. Mkwawa alikaa chini ya mti akasali kwa mizimu ya mababu zake. Kisha akachukua bunduki yake akaiweka kwenye paji la uso wake na kufyatua risasi. Mkwawa alikufa kwa mikono yake mwenyewe. Alichagua kifo kuliko utumwa. Wakati askari wa Kijerumani walipofika na kukuta mwili wake ukiwa bado una joto, walimkata kichwa chake. Fuvu la kichwa cha Mkwawa likasafirishwa hadi Ujerumani kama nyara ya vita na kuwekwa kwenye makumbusho ya Bernheim. Ilichukua miaka 56 na juhudi kubwa za diplomasia hadi fuvu hile liliporejeshwa nyumbani Kalenga mnamo mwaka wa 1904, ambapo sasa limepumzika kwa amani. Chifu Mkwawa hakuwa tu kiongozi wa kabila, alikuwa alama ya mwanzo ya uzalendo wa Kitanzania na Kiafrika. Alionyesha kuwa utu na uhuru wa Mwafrika hauwezi kununuliwa wala kutishwa kwa mizinga. Leo jina lake limeandikwa kwa herufi ya dhahabu katika kitabu cha historia. Roho yake ya kishujaa inaishi katika kila moyo unaopigania haki na uhuru. Mkavinyika, Mwinyingumba, Mwamuyinga, Simba wa Uhehe, jinga la moto lililowaka na kukataa kuzimwa na dhoruba ya ukoloni. Uhai wake uliisha, lakini jina lake halitakufa kamwe. Simulizi wenu ni Tami.